Narudia tena kwa herufi kubwa kwa mara ya pili, kufunga ndoa kanisani ni upagani tulioingiziwa. Wazo la ndoa ni mpango wa Mungu 100%, wala halipingiki. Mpango wa Mungu 100%. Si vema huyo mtu awe peke yake. Mungu aliumba mtu mke, mtu mme, wasaidiane, mwanamke amsaidie mwanaume. Ndani ya Biblia hakuna mahali ambapo kanisani ndoa inafungwa. Maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, lakini wapi imefungwa? Haipo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel. Mungu akubariki sana. Nadhani umeiona video hiyo ambayo mtumishi wa Mungu Nabii Suguye alikuwa anafundisha kanisani. Anasema hajaona mahali kwenye Biblia pameandikwa watu wafunge ndoa kanisani, na anasema ni upagani. Sasa kuna kitu ningetaka nikiweke sawa hapo. Anavyosisitiza mara 2 mara 3 haina maana kwamba yuko sawa. Unaweza ukasisitiza kitu ambacho si cha kimungu, nyuma yake kuna adui yuko anataka hilo fundisho likaondoke na baadhi ya watu. Unaweza ukaongea kitu kwa msisitizo, lakini nyuma ya hilo fundisho adui akawa amekutumia pasipo wewe kuelewa au pasipo kujua. Ni muhimu sana kulielewa hichi kitu, very important to understand. Sasa Biblia ni kitabu ambacho kinahitaji sana ufunuo. Sasa ukisema ya kwamba kwenye Biblia hakuna mahali wameandika watu wafunge ndoa kanisani, yani ukitafuta hilo neno hautalipata. Lakini ukitafuta kwa ufunuo, ukisoma Biblia kwa revelation, kwa mafunuo, utaona hilo andiko lipo. Ila ukisoma kwa aya, kwa mstari kwa mstari, na ukashindwa kumuuliza Mungu hapo inamaanisha nini, hautaelewa. Kwa hiyo hicho ambacho Nabii Suguye amekisema si cha kimungu, ila ni mawazo yake yeye, ambayo nyuma ya hayo mawazo shetani anataka kuondoka na watu hapa. Tuwe makini sana haya mafundisho. Mtumishi wa Mungu hapo ameteleza, haiko sawa. Ni mtumishi wa Mungu lakini haiko sawa. Hapo lazima tuwekane ukweli. Hiyo haiko sawa, haiko sawa. Madhara ya hicho ambacho mtumishi anakifundisha hapo kanisani, madhara yake ni haya: ndoa nyingi za watu zitavunjika. Alafu watu wengi wataoana pasipo kusudi la Mungu. Mtumishi si amesema kwamba sio sawa? Maana yake ni kwamba watu wana kibali cha kukutana kwenye mageto yao, wakafunga ndoa zao binafsi, wakaenda madhabahuni, tayari wameshakutana kimwili. Maana yake watu wanaweza tu wakachukuana kiholela, watu wanaweza wakakutana kwenye magesti wakafanya vitu vyao, kwa sababu si lazima sana kwenda kwa mtumishi kumweleza, wala si lazima sana kufungia ndoa makanisani kwa anavyosema yeye mtumishi. Hiyo haiko sawa. Uzinzi unalitafuna kanisa leo. Ndio maana leo tumekuwa tuna Wakristo wanaimba kwaya lakini wanazini. Mtumishi anaona hiyo sio dhambi. Leo tuna Wakristo ambao mchungaji anafika hatua anatoka na waumini kanisani, wengi wanaona hiyo sio kosa. Leo tumefika hatua uzinzi haukemewi tena makanisani. Nini? Kanisa linakwenda kupotea, na huku ndio kuanguka kwa kanisa. Mafundisho hayo aliyoyafundisha mtumishi wa Mungu hayako sawa, hayako sawa. Tuangalie maandiko yanasemaje. Tuangalie maandiko yanasemaje. Limasuka paragahante, limazuga parigahante. Niende Mathayo 19, niende mstari wa 6. Ukianza kule juu, Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari ya mafundisho kuhusu mambo ya talaka na ndoa. Yesu amefundisha, ameelekeza. Lakini niende moja kwa moja kwenye mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema, nianzie mstari wa 5. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Aliyowaunganisha Mungu,
mwanadamu asiwatenganishe. Hii inamaanisha nini? Popote ambapo Mungu yupo pana madhabahu. Mungu ana kawaida ya kutokea. Mungu ana kawaida ya kufanya maagano maeneo ambayo kuna madhabahu. Narudia tena, aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Mahali popote ambapo Mungu anafanya agano, mahali popote ambapo Mungu anafanya agano la kuwaunganisha watu kuwa mwili mmoja, aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Maana yake ni kwamba madhabahu inahusika kuwaunganisha watu. Ndio maana ni vyema hata kama watu wanafunga ndoa, ni muhimu mtumishi wa Mungu awepo. Ni muhimu mtumishi wa Mungu awepo. Sasa ilitakiwa ikae hivi. Haikutakiwa kusema ya kwamba tusifungie ndoa au watu wasifungie ndoa kanisani. Haikutakiwa. Ilitakiwa hii statement ikae hivi. Watu wasikutane kiholela. Wakitaka kukutana ni bora wakaulize kwa mtumishi wa Mungu, au ni bora pawepo na mtumishi wa Mungu anayesimamia hayo mahusiano ili kuepuka watu wasiingie kwenye dhambi. Mtumishi wa Mungu anasimama kama madhabahu. Ndoa inaweza isifungiwe kanisani. Haya, kwa mfano pawe na sababu. Let's say labda kanisa liko mbali. Ndoa inaweza ndiyo ikafungiwa hata ukumbini. It's good. Lakini ni muhimu mtumishi wa Mungu ahusike kwenye ndoa, kwa sababu Mungu anapounganisha watu, Mungu hatende kazi. Yani Mungu anatenda kazi kupitia mtumishi wake. Yeye ndio ambassador. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kufunga ndoa makanisani. Kwanza inapunguza, kwanza ni ushuhuda mzuri. Ni ushuhuda mzuri. Unakuja na watu wameoana tu, alafu mchungaji hata ujui, wanakuambia sisi tulishaanza kuishi toka muda mrefu. Ndio maana kuna vitu vingine vinapelekea hata maombi ya watu hayajibiwi. Kwa hiyo maandiko hayasemi hivyo kama nabii alivyokuwa amesema, Nabii Suguye. Hapana. Kufunga ndoa kanisani si upagani. Tena ni jambo la kibiblia kabisa. Na ukitafuta neno wafunge ndoa kanisani kwenye Biblia utalikosa, kwa sababu mafunuo ya anayetafuta hayajatosheleza kupata hilo andiko. Hili andiko ni tosha kabisa. Hili andiko ni tosha kabisa. Wamekuwa si mwili, wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Afu mwishoni anasema aliyowaunganisha Mungu. Sasa popote ambapo Mungu anawaunganisha watu, hiyo ni madhabahu. Popote ambapo Mungu anawaunganisha watu, hiyo ni madhabahu tosha kabisa. Na mtumishi wa Mungu anakuwepo pale. Madhabahu inaweza ikawa nyumbani. Madhabahu inaweza ikawa, kuna maeneo watu wanasalia nje chini ya miti, lakini ni kanisa. Sasa ukisema watu waoane, sasa watu wakaoane wapi? Kwa waganga kienyeji? Wakaoane kwenye mizimu? Kama leo hii kuna watu wanafunga ndoa kwa kuelekezwa na mizimu, mizimu mpaka inamchagulia mtu mke, vipi kuhusu Mungu kusimamia masuala ya ndoa? Kama leo hii ndoa ingekuwa sio kitu cha kufuatilia sana, shetani asingeingia Edeni, Samsoni asingevamiwa. Muhimu sana, muhimu sana, very important, muhimu sana mambo ya ndoa. Mtumishi hapo kajitafakari vizuri. Hakuna maandiko ya Mungu yanaruhusu mafundisho kama hayo kutokea. Ndoa zinafungiwa makanisani. Kwanza ni eneo la wazi, ni public area. Kwanza ni ushuhuda mzuri. Pili, naondoa makando kando. Haifai watu kuoana kienyeji. Haifai watu kuoana kienyeji. Kwa hiyo ili andiko hili linaonyesha kabisa madhabahu inahusika katika kuwaunganisha watu. Mtumishi wa Mungu unaweza ukaitwa, watu wameshindwa kufika makanisani, ukapigiwa simu, bwana kuna ndoa mahali tunaomba uje. Kwa hiyo utawaambia nyie shini tu, wala ina shida, sio lazima. Kanisa ni madhabahu, na madhabahu ina kiongozi. Ndio maana mtu anaweza akatoka kiongozi wa sehemu fulani akaenda kufanya huduma sehemu fulani, yale mafuta ya madhabahu yake yana function hata kule aliko. Manake uwepo wake, na hapa Mungu alitaka uwepo wake.
Makanisa yamefika ndio, lakini makanisa ni mahali pa kukusanyikia. Wakusanyikapo wawili watatu, nipo katikati. Kwa hiyo ndoa inabidi zifungiwe makanisani. Yaani usifunge ndoa kienyeji. Madhara ni mengi sana ya kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo mtumishi hapo kajitafakari vizuri, na Mungu akubariki sana. Sifiwe. Naitwa Prophet Jeremia Emmanuel. Mungu akubariki sana. Nadhani umeiona video hiyo ambayo mtumishi wa Mungu Nabii Suguye alikuwa anafundisha kanisani. Anasema hajaona mahali kwenye Biblia pameandikwa watu wafunge ndoa kanisani, na anasema ni upagani. Sasa kuna kitu ningetaka nikiweke sawa hapo. Anavyosisitiza mara mbili mara tatu haina maana kwamba yuko sawa. Unaweza ukasisitiza kitu ambacho si cha kimungu, nyuma yake kuna adui yuko anataka hilo fundisho likaondoke na baadhi ya watu. Unaweza ukaongea kitu kwa msisitizo, lakini nyuma ya hilo fundisho adui akawa amekutumia pasipo wewe kuelewa au pasipo kujua. Ni muhimu sana kulielewa hichi kitu, very important to understand. Sasa Biblia ni kitabu ambacho kinahitaji sana ufunuo. Sasa ukisema ya kwamba kwenye Biblia hakuna mahali wameandika watu wafunge ndoa kanisani, yani ukitafuta hilo neno hautalipata. Lakini ukitafuta kwa ufunuo, ukisoma Biblia kwa revelation, kwa mafunuo, utaona hilo andiko lipo. Ila ukisoma kwa aya, kwa mstari na ukashindwa kumuuliza Mungu hapo inamaanisha nini, hautaelewa. Kwa hiyo hicho ambacho Nabii Suguye amekisema si cha kimungu, ila ni mawazo yake yeye, ambayo nyuma ya hayo mawazo shetani anataka kuondoka na watu hapa. Tuwe makini sana haya mafundisho. Mtumishi wa Mungu hapo ameteleza, haiko sawa. Ni mtumishi wa Mungu lakini haiko sawa. Hapo lazima tuwekane ukweli. Hiyo haiko sawa, haiko sawa. Madhara ya hicho ambacho mtumishi anakifundisha hapo kanisani, madhara yake ni haya. Ndoa nyingi za watu zitavunjika. Alafu watu wengi wataoana pasipo kusudi la Mungu. Mtumishi si amesema kwamba sio sawa? Maana yake ni kwamba watu wana kibali cha kukutana kwenye mageto yao, wakafunga ndoa zao binafsi, wakaenda madhabahuni, tayari wameshakutana kimwili. Maana yake watu wanaweza tu wakachukuana kiholela, watu wanaweza wakakutana kwenye magesti wakafanya vitu vyao, kwa sababu si lazima sana kwenda kwa mtumishi kumweleza, wala si lazima sana kufungia ndoa makanisani kwa anavyosema yeye mtumishi. Hiyo haiko sawa. Uzinzi unalitafuna kanisa leo. Ndio maana leo tumekuwa tuna Wakristo wanaimba kwaya lakini wanazini. Mtumishi anaona hiyo sio dhambi. Leo tuna Wakristo ambao mchungaji anafika hatua anatoka na waumini kanisani, wengi wanaona hiyo sio kosa. Leo tumefika hatua uzinzi haukemewi tena makanisani. Nini? Kanisa linakwenda kupotea, na huku ndio kuanguka kwa kanisa. Mafundisho hayo aliyoyafundisha mtumishi wa Mungu hayako sawa, hayako sawa. Tuangalie maandiko yanasemaje. Tuangalie maandiko yanasemaje. Limasuka paragahante, limazuga parigahante. Niende Mathayo 19, niende mstari wa 6. Ukianza kule juu, Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari ya mafundisho kuhusu mambo ya talaka na ndoa. Yesu amefundisha, ameelekeza, lakini niende moja kwa moja kwenye mstari wa 6. Mstari wa 6 unasema, nianzie mstari wa 5. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Inamaanisha nini?
Popote ambapo Mungu yupo pana madhabahu. Mungu ana kawaida ya kutokea. Mungu ana kawaida ya kufanya maagano maeneo ambayo kuna madhabahu. Narudia tena, aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Mahali popote ambapo Mungu anafanya agano, mahali popote ambapo Mungu anafanya agano la kuwaunganisha watu kuwa mwili mmoja, aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Maana yake ni kwamba madhabahu inahusika kuwaunganisha watu. Ndio maana ni vyema hata kama watu wanafunga ndoa, ni muhimu mtumishi wa Mungu awepo. Ni muhimu mtumishi wa Mungu awepo. Sasa ilitakiwa ikae hivi. Haikutakiwa kusema ya kwamba tusifungie ndoa au watu wasifungie ndoa kanisani. Haikutakiwa. Ilitakiwa hii statement ikae hivi. Watu wasikutane kiholela. Wakitaka kukutana ni bora wakaulize kwa mtumishi wa Mungu, au ni bora pawepo na mtumishi wa Mungu anayesimamia hayo mahusiano ili kuepuka watu wasiingie kwenye dhambi. Mtumishi wa Mungu anasimama kama madhabahu. Ndoa inaweza isifungiwe kanisani. Haya, kwa mfano pawe na sababu. Let's say labda kanisa liko mbali. Ndoa inaweza ndiyo ikafungiwa hata ukumbini. It's good. Lakini ni muhimu mtumishi wa Mungu ahusike kwenye ndoa, kwa sababu Mungu anapounganisha watu, Mungu hatende kazi. Yani Mungu anatenda kazi kupitia mtumishi wake. Yeye ndio ambassador. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kufunga ndoa makanisani. Kwanza inapunguza, kwanza ni ushuhuda mzuri. Ni ushuhuda mzuri. Unakuja na watu wameoana tu, alafu mchungaji hata ujui, wanakuambia sisi tulishaanza kuishi toka muda mrefu. Ndio maana kuna vitu vingine vinapelekea hata maombi ya watu hayajibiwi. Kwa hiyo maandiko hayasemi hivyo kama nabii alivyokuwa amesema, Nabii Suguye. Hapana. Kufunga ndoa kanisani si upagani. Tena ni jambo la kibiblia kabisa. Na ukitafuta neno wafunge ndoa kanisani kwenye Biblia utalikosa, kwa sababu mafunuo ya anayetafuta hayajatosheleza kupata hilo andiko. Hili andiko ni tosha kabisa. Hili andiko ni tosha kabisa. Wamekuwa si mwili, wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Afu mwishoni anasema aliyowaunganisha Mungu. Sasa popote ambapo Mungu anawaunganisha watu, hiyo ni madhabahu. Popote ambapo Mungu anawaunganisha watu, hiyo ni madhabahu tosha kabisa, na mtumishi wa Mungu anakuwepo pale. Madhabahu inaweza ikawa nyumbani. Madhabahu inaweza ikawa, kuna maeneo watu wanasalia nje chini ya miti, lakini ni kanisa. Sasa ukisema watu waoane, sasa watu wakaoane wapi? Kwa waganga kienyeji? Wakaoane kwenye mizimu? Kama leo hii kuna watu wanafunga ndoa kwa kuelekezwa na mizimu mpaka inamchagulia mtu mke, vipi kuhusu Mungu kusimamia masuala ya ndoa? Kama leo hii ndoa ingekuwa sio kitu cha kufuatilia sana, shetani asingeingia Edeni, Samsoni asingevamiwa. Muhimu sana, very important, muhimu sana mambo ya ndoa. Mtumishi hapo kajitafakari vizuri. Hakuna maandiko ya Mungu yanaruhusu mafundisho kama hayo kutokea. Ndoa zinafungiwa makanisani. Kwanza ni eneo la wazi, ni public area. Kwanza ni ushuhuda mzuri. Pili, naondoa makando. Haifai watu kuoana kienyeji. Kwa hiyo ili andiko hili linaonesha kabisa madhabahu inahusika katika kuwaunganisha watu. Mtumishi wa Mungu unaweza ukaitwa, watu wameshindwa kufika makanisani, ukapigiwa simu, bwana kuna ndoa mahali tunaomba uje. Kwa hiyo utawaambia nyie ishini tu, wala ina shida, sio lazima. Kanisa ni madhabahu, na madhabahu ina kiongozi. Ndio maana mtu anaweza akatoka kiongozi wa sehemu fulani akaenda kufanya huduma sehemu fulani, yale mafuta ya madhabahu yake yana function hata kule aliko. Manake uwepo wake, na hapa Mungu alitaka uwepo wake. Makanisa yamefika ndio, lakini makanisa ni mahali pa kukusanyikia.
wakusanyikapo wawili watatu, nipo katikati. Kwa hiyo ndoa inabidi zifungiwe makanisani. Yaani usifunge ndoa kienyeji. Madhara ni mengi sana ya kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo mtumishi hapo kajitafakari vizuri, na Mungu akubariki sana. Narudia tena kwa herufi kubwa kwa mara ya pili, kufunga ndoa kanisani ni upagani tulioingiziwa. Wazo la ndoa ni mpango wa Mungu 100%, wala halipingiki. Mpango wa Mungu 100%. Si vema huyo mtu awe peke yake. Mungu aliumba mtu mke, mtu mme, wasaidiane, mwanamke amsaidie mwanaume. Ndani ya Biblia hakuna mahali ambapo kanisani ndoa inafungwa. Maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, lakini wapi imefungwa? Haipo. Ni wazo la Mungu, ndoa ya mke mmoja au ndoa ya wake wengi kama vile ndugu zetu Waislamu, lakini hakuna mahali Mungu anasema ndoa ifungwe kanisani. Nikusomea andiko hili mara moja upate kunielewa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari wa 50. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyonena Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahim aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha, isa ni mahali, na vyombo vya dhahabu na mavazi, akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Mfanyakazi wa Ibrahim anaomba ruhusa katika familia ya kina Rebeka ya mzee Laban na Bethueli ili arudi kwa Ibrahim, akamwambia, nimefanikiwa, nimepata mke wa Isaka wa mwanao. Sasa angalia, alipoomba ruhusa anasema ndugu yake na mama yake, yani mjomba, wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Wanaongea wenyewe, msichana hayupo. Naye akawaambia yule mfanyakazi wa Ibrahim, msinikawirishe, mradi Bwana amenifanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamwita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndoa imeisha. Mungu ameshirikishwa, amefanikisha ndani ya familia ile. Binti anasema nitakwenda, ameridhia, mke kapatikana. Anaenda kwenye nyumba, aendi kule kufanya ibada, aendi kule tena kufanya sijui ndoo, kuna pete, kuna sijui nini, hakuna. Ni ndoa imeisha pale nyumbani, huyo kaenda kuolewa. Harusi sio ndoa, harusi ni sherehe ya ndoa. Mahali ikisha toka, watu wametoa dhahabu, sijui vyombo vya shaba, sijui wametoa madini, wametoa majembe, wametoa mashamba, vyovyote vile, ng'ombe, mbuzi, tayari pale mke kashapatikana. Tumeona hapo walipotoa mahali, watu wakaanza kula, kafurahi. Kwa baada ya pale, sherehe inaweza kufanyika nyumbani, popote panaweza kufanyika sherehe kama uwezo upo. Sasa ukisema kanisa ni bibi harusi wa Kristo, maana yake tayari alishaolewa na Yesu. Yani mimi na wewe, mme wetu ni Yesu, ni bibi harusi. Tuliolewa lini? Siku tulipomkubali kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Yeye ndio kiongozi wetu, yeye ndio mtawala wetu. Tunasubiri unyakuo. Lakini ndoa ilifanyika wapi? Ni siku ile mimi binafsi Suguye nilipomkubali Bwana Yesu, utakuwa Bwana wangu, Mwokozi wangu. Hakuna cha sherehe hapo. Malaika wanasema sawa sawa sawa, haya sasa wewe na Yesu mmefunga ndoa, nendeni. Lakini ndoa ilifanyika wapi? Uenda niliokokea barabarani, uenda kwenye mkutano nje, uenda jamaa mmoja kanishuhudia, uenda ilikuwa sijui shamba, uenda nilikuwa ndani nimekaa mwenyewe nikashukiwa na Roho nikabadilika. Hapo nimeshakuwa wa Kristo. Vivyo hivyo ndani ya kanisa, narudia tena, it is not necessary kwamba ndoa ifungwe. Hakuna. Tusiwacheleweshe vijana tukawatwisha mizigo ya kuandaa sijui bajeti ya harusi, kitu gani, milioni 10, 20, 50, alafu ndo aje kuoana. Ndio sasa aje kanisani afunge ndoa na pete sijui ya gramu sijui 2.5 au gramu 5. Tunawapotezea muda, habari tunawasababisha watoto wale au vijana wale wanakwenda kuangamia huko, wanakwenda kufanya mambo ya ajabu ajabu nje. Baadaye vitumbo vinaonekana, alafu wanaanza kuona aibu kana kwamba ni wakosaji, wakati sio wakosaji. Taratibu zote halali wameshafuata mbele za Mungu na mbele za wazazi. Tunaifuatilia Biblia tangu mwanzo, ndoa zimeenda kifamilia namna hiyo, na Mungu akiwa kama mwanzilishi anabariki, anawapa watoto. Ndio maana nikasema mkifikia tu hiyo mmetoa posa na mahali, njoo ofisini